Huwezi kutoka kwenye nyumba yako umegombana na mke wako. Huwezi kutoka kwenye nyumba yako umegombana na watoto wako ukaja kanisani ukafikiri kwamba Mungu atakusikia. Kwa sababu nafasi uliopewa umeshindwa kuichunga. Adam akaambia uko wapi? Mungu akajua tayari ile nafasi ametoka na adui alichukua ile nafasi. Baba yangu na mama yangu, si neno langu ni neno la Bwana. Heshimu kila nafasi. Amen. Ukiwa nyumbani kwako, ili kanisa liwe na afya, kanisa liwe na nguvu, upako utembee, hauhitaji maombi, unahitaji uheshimu nafasi Mungu alizoziweka, maombi yatafuata. Amen. Usipoheshimu nafasi ya baba, ina maana hata maombi hapo ndani hamwezi kuomba. Usipoheshimu nafasi ya mama, hata hapo ndani hamwezi kuomba. Yeah. Watoto wasipoheshimu nafasi za baba na mama, hapo nyumbani hamwezi kuomba. Hamwezi. Kabisa. Na adui anajua ya kwamba nikitoa nafasi ya baba, nikachukua ya mama nikaiweka pale, kwisha. Familia imekwisha. So baba ni kichwa. Mungu atasema na baba. Wewe mama, kama bwana wako ana shida, mume wako, piga magoti, ombea nafasi. Baba, nakuja mbele zako kwa ajili ya nafasi ya mume wangu uliyompa. Hii nafasi imetekwa na adui. Ninaomba umrudishie ile nafasi yake. Kemea haribu nguvu za giza. Mrudishe mume wako kwenye nafasi yake. Usigombane naye. Mrudishe kwenye nafasi ambayo Mungu amemweka. Wewe baba, mrudishe mke wako kwenye nafasi ambayo Mungu amemweka. Watoto warudishe kwenye nafasi ambazo Mungu amewaweka. Mtaendelea vizuri. Amina, amina, amina. Zaburi 118 mstari wa 5. Mstari ule wa 5 nitasoma kwa uweza wa Bwana. Haleluya. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Katika shida yangu nalimuita Bwana. Bwana akanijibu. Bwana akanijibu. Akaniweka panapo nafasi. Akaniweka panapo nafasi. Amen. Haleluya. Amina. Anasema katika shida yangu nalimuita Bwana. Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Amina. Kwa nini? Mwanzo alikuwa kwenye nafasi ambayo sio yake. Ndio. Nafasi aliyokuwa nayo ndio ilikuwa yenye shida. Ndio. Adui alimweka kwenye nafasi ya shida. Yeah. Kila kitu kwenye maisha yake kilikuwa ni shida. Alikuwa anaona shida. Kwenye kazi yake ilikuwa ni shida. Kwenye huduma yake ilikuwa ni shida. Kwenye ndoa yake ilikuwa ni shida. Kwa watoto wake ilikuwa ni shida. Anapoishi ni shida. Ndio. Adui alikuwa amemweka. Lakini anasema alimuita Bwana. Yes. Na Bwana akamjibu. Ndio. Akamtoa. Ndio. Akamweka panapo nafasi. Haleluya. Amina. Akamweka panapo nafasi. Amen. Na wewe leo nafasi uliokuepo si ya kwako. Kabisa. Magonjwa unaoumwa sio nafasi yako. Ndio. Taabu unazopitia sio nafasi yako. Ndio. Shida unazopitia sio nafasi yako. Ndio. Magumu unayoyapitia sio nafasi yako. Ndio. Chochote kinachokukera kwenye maisha yako sio nafasi yako. Amen. Ingelikuwa nafasi yako ungekuwa na amani. Ndio. Chochote unachokifanya una amani nacho ni nafasi yako. Kabisa. Kama ni huduma una amani nayo ndani yako, ni nafasi yako Mungu amekupa. Kabisa. Kama ni kazi unaifanya una amani nayo, ni nafasi yako Mungu amekuweka. Kabisa, kabisa. Kama ni kazi una amani nayo, ni nafasi yako Mungu amekuweka. Ndio. Kama ni biashara una amani nayo, Mungu ndo amekuweka. Lakini kama huna amani, adui ameondoa nafasi yako, amekuweka kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Lakini leo tunamuita Bwana na Bwana atatujibu na ataturudisha kwenye nafasi zetu. Ndio. Nafasi ya huduma utarudi, nafasi ya ndoa utarudi, nafasi ya amani yako itarudi, nafasi ya kazi yako itarudi, nafasi ya biashara yako itarudi. Pigia Yesu makofi. Amen. Amina, amina. Kama huyu alikuwa katika dhiki akamuita Bwana, Yes. Bwana akamjibu naye akamtoa akampweka kwenye nafasi. Na sisi haijalishi. Yes. Haijalishi nakwambia. Ndio. Haijalishi ni dhiki ya namna gani. Haijalishi ni gumu gani. Liwe katika nyumba yako. Ndio. Liwe katika ndoa yako. Ndio. Liwe katika kazi yako. Ndio. Liwe katika maisha yako. Ndio. Haijalishi ni gumu namna gani. Ndio. Nakwambia leo tunamuita Bwana. Yes. Atakutoa na kukuweka kwenye nafasi yako. Ndio. Nafasi ambayo Mungu anakwenda kukupa, uwe makini kuilinda. Amen. Usivuruge. Amina.
Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.